Zingatia hizi sheria kama unataka kukua kwenye biashara ya Airbnb. Hizi ni sheria za msingi unapaswa usijue ili usije ukafungiwa akaunti yako au kalipishwa fine. Na hii itakusaidia sana, okay? Sasa hizi ni sheria za kuzingatia, iwe Tanzania au kwingine. Sheria namba 1 ni kwanza zingatia sheria za mtaa na serikali, okay? Kwa mfano kama ni leseni ya kufanya hiyo biashara ya malazi, okay? Au kibali kama kinahitajika hilo eneo, hakikisha unafanyeje, unashughulikia. Lakini pia hakikisha unafuata sheria za kodi, okay? So kama kuna kodi ya jengo, maana yake make sure unalipa TRA kodi hizo na huduma zingine za kitalii, okay? Lakini pia usisahau usikodishe, nipo kwenye sheria hiyo moja ya kwanza, usikodishe nyumba ya mtu mwingine bila ruhusa. Hasa wale wanaofanya arbitrage, okay? Arbitrage ile unaweka watu nyumba sio ya kwako, either una kodi. Sasa baada ya kukodi kwa miezi 6 au 12, lazima mwenye nyumba umpe taarifa kwamba na wewe utakodisha. Sio una kodi tunasema nimekodi, anajua unakaa na familia yako afu unaleta watu. Akishaona wazungu wanakuja wanatoka wanaingia, baadaye ataanza kupata wasiwasi, anaweza akawazuia. Okay? Yes, hiyo ni muhimu sana. So usikodishe nyumba ya mtu mwingine bila ruhusa. Sawa Lakini pia hakikisha unafuata sheria za mipango miji. Usifanye biashara kwenye maeneo ambayo yamekatazwa. Ni muhimu sana. Namba 2 ni masharti ya Airbnb. Kwa mfano sheria ya kwanza, toa taarifa sahihi kuhusu nyumba. Ukubwa, vifaa, eneo. Ni muhimu sana. Toa taarifa sahihi. Maana yake usije ukadanganya. Sawa Lakini pia usitoze malipo nje ya Airbnb. Hii ni muhimu sana. Sije amekuja Mturuki hapo ulipo ndugu yangu Zanzibar, Arusha, Moshi, Dar es Salaam, hiyo mikoa, alafu wewe unataka tena upige hela, especially wenye nyumba. Okay? Malipo yote lazima yalipiwe wapi? Kwenye Airbnb. Hata kama mimi nakuletea wateja, maana yake nitalipwa. Umenielewa? Alafu ndo tutagawana. So ni biashara nzuri, lakini inahitaji ufahamu hizi. Lakini pia weka sera za kugaili au cancellation policy. Kwa sababu mtu anaweza akafanya booking. Sasa lazima uweke sheria za cancellation za kugaili, kwamba akitaka kugaili labda baada ya booking ni ndani ya muda fulani. Ni sawa tu na unavyobook gari, unataka kwenda wapi, Kigoma, si ndio tiketi, kwamba tiketi yako kuanzia masaa yakipita masaa 8, hiyo tiketi my friend, maana yake hata kama utasema umecancel safari, hatutakurudishia hela. Okay? Au tutarudisha kiasi fulani cha hela yako, percent ya kiasi fulani. So lazima uzingatie hili jambo kwenye cancellation policy. Lazima uandike kule kwenye Airbnb ili watu wajue. Kwa sababu kama utafanya kinyume na sera ulioweka kule ya kugaili, maana yake mteja atakushtaki. Okay? Lakini kitu kingine, zingatia usalama. Weka vifaa vya kuzima moto kama ni first aid kit ile kwa ajili ya huduma ya kwanza na kadhalika, lazima zisiwepo. Hizo ni muhimu sana kwa usalama. Ni muhimu sana, okay? Na hizi wanazisimamia sana. Haya ni masharti ya Airbnb wao, lazima uweke hivyo vitu. Okay? Ni muhimu sana. Namba 3, masharti ya usalama wa wageni, okay? Yes, hakikisha ile nyumba ni salama kwa matumizi ya watu, okay? Lakini unaweza kutumia kamera za usalama. Mara nyingi weka nje ya nyumba, okay? Yes, usianze kuweka kwenye vitanda vya watu huko, kidogo inakuwa changamoto. Okay? Ni muhimu sana kujua hiyo. Usihifadhi vifaa hatari au vilivyokatazwa. Ni muhimu pia kujua. Lakini sheria nyingine ni kanuni za ukarimu. Waheshimu wageni wa kila aina. Uache ubaguzi. Sababu wengine unaanza kuangalia huyu Muislamu, huyu Mkristo, huyu nini, utafeli, okay? Unaangalia mzungu ndo unamheshimu, akija mweusi unampiga chini. Unamjibu kama hutaki. Utachelewa ndugu yangu. Okay, utachelewa sana. Utaona wenzao tu biashara hiyo hiyo ambao unafanya na wao wanafanya, lakini wanapiga hatua, hasa wenye nyumba. Lakini wewe ambaye ni co-host kwa mfano, yani wewe uliyekaa tu kwenye kompyuta unavuta wateja, unapiga hela, wewe pia kule kuwajibu kule, japokuwa unaweza usikutane nao kabisa, lakini hakikisha kwenye kuwajibu kule unawajibu vizuri. Okay? Yes, hiyo itakuwa na faida sana. Okay? Lakini pia usidanganye kuhusu huduma unazotoa, kwa mfano wifi, maji. Wengine wanasema maji ya moto yapo au maji ya baridi, alafu anakuja pale kumbe hauna hata hayo maji ya moto, hakuna my friend.
Okay? Lakini pia toa huduma kwa kiwango bora, usafi na mawasiliano mazuri, itakuwa njema. Namba nyingine, sheria nyingine ni sheria za mali ya wengine. Okay? Hii sasa, kama wewe sio mmiliki, hakikisha una mkataba wa maandishi na mwenye nyumba kuruhusu matumizi ya Airbnb. Okay? Hii ni muhimu sana. Kama wewe sio mmiliki, hakikisha una nini? Una mkataba wa maandishi. Ni very easy. Mnaongea tu, mnaandika hadi percent za kugawana na kila kitu. Ile itakusaidia wewe kwenye utenda kazi wako, kwenye kutengeneza faida. Sasa uzuri, unaweza ukawa na nyumba nyingi, yani nyumba nyingi huku, yani maana yake ukawa unatembea kwenye mahostels, unawaambia sasa mnahitaji wateja, mimi naweza kuwasaidia kwenye ile eneo na hii na hii. Sasa wanaweza wakakuajiri pale pale, wakawa wanakulipa, au yani ukawekwa kwenye reservation pale, au ambacho wakafanya wewe ukawa mkakubaliana tu, mkaingia mkataba wa kwamba okay, sawa, utaleta wateja, mteja akija kupitia kwako tutagawana 7% by 30%, na cha msingi wewe muaminifu. Okay? So hiyo inawezekana kabisa kabisa kabisa. Pita kwenye mahostels huko, kwenye mahotels, waambie kama una documents, umesoma digital marketing, umesoma course za Coursera huko nenda nazo. Udemy kama umesoma, nenda nazo. Kama umesomea masuala ya kompyuta, beba vyeti, nenda navyo. Ukifika pale waonyeshe experience yako. Kama tayari ushaanza kufanya hizi co-hosting kwa mfano, unaweza kuonyesha account yako, namna gani unajibu wateja kiasi gani umewaalika, umewaunganisha wapi. So unaweza maana yake ukawa unatengeneza pesa kwenye hoteli hii, unapiga na huku na huku. At the end of the day, kama watakubali kukulipa labda, so unaweza kuwa unafanya kwenye hoteli zaidi ya moja, you see, au hostels nyingi, okay. Na Airbnb sio platform pekee, sio jukwaa pekee. Kuna Vrbo, kuna booking.com na zingine. Okay? Kidogo Airbnb lazima uwe sharp, ina competition. Okay? Yes, ina competition kwa sababu kwanza ina muda, lakini ndio inalipa vizuri. Okay? So ni jambo la msingi. Hata vigezo pia vya kujoin ni rahisi kuliko booking.com. Kama unahitaji masomo haya nikufundishe, wewe ambaye upo kwenye hiyo mikoa au upo nje ya huo mkoa na unataka namna gani unaweza ukashawishi watu ili waweze kufanya kazi na wewe wenye nyumba, ni very very easy. Okay, ni very easy. Cha msingi tu uwe mwaminifu, uwe na maarifa sahihi, usiwe mwizi. Yani ukiwa mwizi hata usinitafute. Okay? Yes. Utaleta shida tu. So ni jambo la msingi sana.